Naona Narok mko chonjo mbaya sana. Sisi tumefika hapa leo, na kabla sijasema chochote, wacha nimpongeze ndugu yangu Patrick Keturet Ole Ntutu kwa nafasi amefuatiwa na watu wa kaunti hii, hasa wanachama wa UDA, apeperushe bendera ya UDA na Kenya Kwanza katika mambo ya uchaguzi wa gavana mwaka huu tarehe 9 mwezi wa 8. My brother Patrick, nataka nikwambie pongezi na tunakutakia heri na baraka ya Mungu ili upate nafasi ya kuwafanyia hawa watu wa Narok kazi ambayo tutakusaidia na tutashirikiana pamoja na wewe. Tunaelewana jameni? Mimi nataka nichukue nafasi hii niwatambue viongozi wengine. Sawa, nimeona hii iko sawa kabisa, weka tu chini hapo, iko sawa. Iko chonjo sana hiyo kitu. Sawa. Nataka nichukue nafasi hii niwashukuru viongozi wa Narok, hasa wale ambao walikuwa wanashindana na ndugu yetu Patrick Ole Ntutu. Nyinyi mnajua kama watu wa Narok, wengi wenu mulitushawishi, viongozi wengi walitupigia simu, wengine wakaandika SMS, wengine wakaandika WhatsApp, wengine wakatupigia simu kusema ya kwamba sio vizuri watu wa Narok wagawanyike kwa mashindano ya gavana. Ni kweli ama si kweli? Na kwa kusikia mwito wenu, viongozi waliokuwa wanashindana, Mheshimiwa Korei, Mheshimiwa Soipan, Mheshimiwa Tongoyo na Mheshimiwa Patrick Ole Ntutu, tukaketi chini na wao wakasema watu wa Narok wametuambia Narok iko na matatizo mengi, tusiongeze matatizo ya kugawana. Ni kweli ama si kweli jameni, watu wa Narok? Si ni kweli? Na ndio sababu hiyo wakaketi chini, sio kwa lazima, waliketi chini kwa hiari, na wakaamua wenyewe ya kwamba ni vizuri tuongee, ni vizuri tutafute umoja, ni vizuri tutafute vile tutaungana ndio tuweze kupata ushindi katika kaunti yetu ya Narok. Mimi nachukua nafasi hii kwa niaba ya watu wengi wa Narok, kwa niaba ya familia ya UDA na kwa niaba ya familia ya Kenya Kwanza, kuwaambia Mheshimiwa Soipan, Mheshimiwa Tongoyo na Mheshimiwa Korei, asanteni sana kwa uongozi wenu na kukubali kumuunga ndugu yetu Mheshimiwa Patrick Ntutu ili awe candidate wetu wa Narok County katika uchaguzi ambao ni wa August tarehe 9 mwaka huu. Jameni watu wa Narok, ndugu zangu watu wa Narok, mimi nawaomba kwa unyenyekevu jameni, tuwapigie makofi hawa viongozi watatu. Wapi nduru ya mama Soipan jameni? Mimi namshukuru sana huyu mama kwa sababu alisema wacha niwache nafasi, kwa sababu kiti yake ni ile affirmative action. Akasema wacha awachie nafasi mama mwingine aweze kuchaguliwa katika kaunti hii yetu ya Narok. Ndugu yetu Gabriel Ole Tongoyo, muungwana, mtu shujaa ambaye alikuwa kinyang'anyiro na ndugu yetu Patrick, na mnajua huyu Gabriel alikuwa na nafasi mzuri sana, si ni kweli?
lakini kwa heshima na kwa sababu ameweka ubinafsi kando, akasema heri niungane na nimuunge mkono ndugu yetu Patrick Ole Ntutu, na pia akakubali arudi atetee kiti yake ya Narok West ili asaidie Patrick, anisaidie mimi, asaidie wale wengine wote ambao tunatafuta viti katika uchaguzi unaofuata. Ndugu yetu Gabriel Tongoyo, wapi nduru ya Gabriel Tongoyo jameni? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Jameni, mtamuunga mkono huyu Gabriel Tongoyo? Hebu nione kura ya Gabriel Tongoyo, nione kura ya Gabriel Tongoyo hapa. Si huyu muungwana amekuwa muungwana jameni? Hiyo ungwana yake mutamulipa na ungwana, mutamulipa na ungwana. Na ndio tumesema tafadhali, na waomba watu wa Narok tuvumiliane, na waomba kabisa kwa unyenyekevu tuvumiliane ili tuweze kupata ushindi. Nyinyi mnajua wale tunashindana na wao wako na njama ya kugawanya Narok hii kwa misingi ya kabila, na sisi tunasema neno la Mungu linatuambia katika Mathayo 5:9 kwamba heri wapatanishi, wale wanapatanisha watu kama vile viongozi hawa wamefanya. Mimi nawauliza watu wa Narok, musikubali tugawanyike, musikubali tuwekwe katika mirengo ya kabila hii na kabila ile. Tunataka tuungane kama watu wa Narok ili tuweze kukabiliana na changamoto za Narok hii. Tuungane ili tuweze kupanga mambo ya maendeleo ya Narok, mambo ya kilimo ya Narok, mambo ya miundo msingi ya Narok, mambo ya maji ya Narok hii, na mambo ya kutafutia ajira watoto wetu hapa Narok County. Watu wa Narok jameni, mtakubali tuungane? Mtakataa ukabila? Tutakataa wale watu wa kuzimia na ukabila? Hebu nione wala wanasema tuko pamoja jameni, tuko pamoja, tuko pamoja. Mimi nasimama hapa mbele yenu watu wa Narok. Nataka nichukue nafasi hii niwashukuru. Mimi nilikuja hapa na Rais Uhuru Kenyatta. Hapa Narok tuliomba kura yenu. Nyinyi watu wa Narok ni watu wangwana. Mulitupatia kura zenu, mkatuongezea maombi nyingi. Mimi narudi hapa Narok tena kwa mara nyingine kuwaambia watu wa Narok, asanteni sana kwa kura zenu na asanteni sana kwa maombi yenu. Tunaelewana watu wa Narok? Na kwa sababu ya kura yenu ndio tumefanya ile kazi tumefanya hapa Narok. Nyinyi ni mashahidi. Hii dunia yenu yote ya Narok, mimi nawaahidi, mimi si mtu ya kufundishwa jiografia ya hapa. Mimi naelewa vizuri na ninajua mahali tutaanzia mambo ya maendeleo ya Narok County. Tunaelewana? Hapa tulikuja hospitali yenu ya Narok Town, hamukukuwa na ICU. Tukafanya kazi na county government, sasa tuko na ICU, tuko na equipment katika hospitali ya Kilgoris, na mimi nataka niwaambie tutashirikiana na Ole Ntutu kuhakikisha ya kwamba ile kazi imebakia ya mahospitali level 4 na level 5 tutafanya pamoja na yeye vile amesema hapa mbele yenu. Narok tunaelewana? Vile vile mambo ya maji, tumeweka maji katika town yenu ya Narok. Mimi nilikuja mwenyewe kwa hiyo mradi. Saa hizi tunatengeneza maji, tumeweka milioni 600 pale katika Kilgoris Town, na tumeweka milioni ingine 200 katika Lolgorian Town, kwa sababu tunataka kubadilisha sura ya Narok
tukitumia mambo ya maendeleo. Ni kweli ama si kweli? Hapa Narok mulikuwa na stima watu 21,000 2013. Leo tumefikisha watu 90,000 tumewaunganishia stima katika Narok hii. Mimi nasimama hapa leo kuwaambia hiyo kazi ya kusukuma stima mpaka ifike kwa nyumba ya kila mwananchi haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Narok mnanielewa? Narok mnanielewa? Lakini nyinyi mnajua. Sawa sawa. Si mnajua serikali yetu sasa awamu yake inaisha tarehe 9 mwezi wa 8. Mnajua mtu uko na nafasi nyingine ya kutengeneza serikali? Mko na habari? Mko na muktasari ama habari kamili? Mko na habari kamili? Tarehe 9 mwezi wa 8 mmejipanga? Ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Ati Narok mnasemaje? Ati Narok mnasemaje? Aya. Ati mmesemaje watu wa Narok? Sasa si mnajua kuna watu kwa hoteli na maofisi kule Nairobi ati wanataka kutupanga na mtu ya kitendawili. Mimi nataka niwaulize watu wa Narok, ni wale wa kitendawili kule juu wao wa mahoteli na maofisi ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kusema na nyinyi ndio kuamua. Ndio mimi nataka niwaambie, nikisimama hapa leo, mimi nawaomba kwa unyenyekevu tuunde serikali inayokuja pamoja na watu wa Narok. Watu wa Narok mko tayari? Watu wa Narok mko tayari? Lakini leo kweli mmenitisha. Sijawahi kuja mkutano mkubwa kiasi hii katika Narok County. Mimi nimeamini leo kwamba Narok ni hustler nation. Nimesema hivi, ile serikali tunaunda tarehe 9 mwezi wa 8 ni serikali ambayo itaweka pesa kwa mfuko ya mwananchi wa kawaida. Sawa sawa. Hatua yetu ya kwanza ya kuweka pesa kwa mfuko ya mwananchi, tumesema tutaanza na hawa vijana wetu hawa. Tunaanza na nyinyi vijana. Tunaanza na nyinyi vijana. Mtu asikuja hapa akawaambia vijana TV, mwambie hapana. Ama akwambia vijana tialala, hapana. Tunaanza na hawa vijana, tuwapangie ajira. Tumesema hivi, vile tulipanga pale mbeleni ikasambaratishwa na mambo ya handshake. Tunaweka pesa bilioni 100 kupanga mambo ya housing, mambo ya agroprocessing, mambo ya value addition, mambo ya manufacturing, ili tupange ajira ya hawa vijana. Kila kijana apate ajira, aweke pesa kwa mfuko, ajisimamie, asimamie familia yake na ajenge taifa lake. Nyinyi mnanielewa? Kwa hivyo mtu akikwambia vijana TV, mwambie hapana, vijana ajira, wachana na TV. Sijui kama tunaelewana. Jambo la pili, tunaweka pesa kwa mfuko ya mwananchi kwa kuhakikisha kwamba kila mtu, kazi ni kazi. Si mmesikia tumesema hivyo? Tumesema kazi ni nini? Kazi ni nini? Tumesema tutahakikisha ya kwamba kila mtu anafanya biashara na ako na pesa ya kufanya hiyo biashara, na wale wote wanatafuta mikopo, hasa wananchi wa kawaida ambao hawajulikani kwa mabank, ambao hawana security, tutawasaidia ili waweze kupata pesa ya kuendesha biashara zao
ndio tuweze kuweka pesa kwa mfuko ya kila mwananchi, hasa wale wananchi wako chini. Na tumesema tunaanza na hawa ambao hawajulikani, hawa wananchi ambao ni wa chini hawa, kwa sababu tunaamini tukimshughulikia mwananchi ambaye yako chini, wale wa juu watajipanga. Mnanielewa? Tunasema tunaanza pale chini kwa bottom, alafu tunaenda up, yaani bottom 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 bottom. Wapo watu wa bottom up hapa? Nione watu wa bottom up, bottom up, bottom. Jambo la tatu, tumesema tunaweka pesa ya serikali kwa kilimo na ufugaji. Tunahakikisha ya kwamba ile factory tumejenga hapa Narok, factory ya mambo ya kichinjio na factory ya mambo ya ngozi. Mimi nataka niwaambie watu wa Narok, wafugaji wa Kenya, mahali tutatoa nafasi za kazi, mahali tutaongeza pesa kwa mfuko ya mfugaji na mkulima, ni kuhakikisha ya kwamba tunawasaidia katika kilimo, muweze kupata chakula ya ng'ombe zenu kwa njia ambayo ni bei ya nafuu. Badala ya kuuza ng'ombe yako ikiwa na kilo 100, tunataka uuze ng'ombe yako ikiwa na kilo 500. Na tutahakikisha kwamba mambo ya feedlot hapa Narok, tuhakikisha kwamba kuna feedlot ambayo itasimamiwa na serikali pamoja na county government yenu, ili kila mkulima na mfugaji tupunguze gharama ya mbegu, tupunguze gharama ya mbolea, tuhakikisha kwamba mko na ng'ombe ya sawasawa, tupange mambo ya feedlot, ndio kila mkulima na mfugaji tumwekee pesa kwa mfuko yake, kwa sababu amepata bei ya sawasawa ya mazao yake na amepata bei ya sawasawa kwa mifugo yake. Kuna kazi yote bwana Kitendawili amefanya? Kuna kazi yote bwana Kitendawili amefanya? Mimi nataka niwaulize watu wa Narok, na wauliza kwa unyenyekevu, safari hii tulimshinda bwana Kitendawili na karibu 55%. Safari hii tunataka tusukume kura ya Narok mpaka 90%. Bwana Kitendawili atembee aende nyumbani. Na leo mimi nimeona dalili ya Narok kuamua ya kwamba mzee wa Kitendawili tumuweke kwa wheelbarrow express mpaka Bondo. Ama mnasemaje? Ama mnasemaje? Kwani mimi nataka niwaulize watu wa hapa Narok. Sasa kama mtu hajawahi kujenga barabara yoyote, hajajenga stima, hajafanya hospitali, kanisa hajaenda, hata sadaka ni shida, miaka ndio hiyo. Mimi nataka niulize, kama hajafanya kazi miaka hii yote, akishafika miaka 80 ndio atajua kuanza kupanga kazi? Ndio atakuwa ameanza kupanga kazi? Ndio mimi nawauliza ndugu zetu wa Narok, msikubali tugawanywe, msikubali tuuziwe uoga, msikubali tuuziwe mambo ya bure. Mimi nataka niwaambie, system ambayo itatengeneza serikali inayokuja ni system ya wananchi. Deep state ambayo itatengeneza serikali inayokuja ni deep state ya wananchi. Kura zenu na uamuzi wenu ndio utatengeneza serikali ya Kenya inayokuja. Watu wa Narok, mko tayari tuunde hiyo serikali pamoja? Mko tayari? Tutaunda hiyo serikali pamoja? Hebu nione wala anasema tutaunda hiyo serikali pamoja. Mimi nataka niwaambie watu wa Azimio wawache uchochezi katika Narok County. Watafute sera wauzie watu wa Narok County. Maneno ya msitu ya Mau tumemaliza. Hiyo imebaki tu tuweke fence alafu mambo ikwishe. Sisi tunataka kupanga mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya na kuwaunganisha watu wa Narok wote wakae pamoja.
Hao watu wa Azimio wakikuja hapa wanakuja tu uchochezi. Mimi nataka niwaambie, tafuteni sera my friends. Bure mutazimia na mutasema tena kura zenu zimeibiwa. Sijui kama tunaelewana watu wa Narok. Situwaambie watu wa Azimio watafute sera. Ama mnataka watuuzie ukabila? Mnataka watuuzie ukabila? Mnataka watuuzie kugawanyana? Hebu nione wala anasema tuko chama ya UDA na Kenya Kwanza. Harambee! Harambee! UDA! 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 Tuko pamoja sio?